Nafikiri mkufunzi Kevin Bling Wambua ameweza vizuri sana, kitegemea kwamba ni mashindano yake ya kwanza kuweza na ilikuwa under pressure, manake tuliweza kutolewa kwenye msururu wa raga duniani na ili ilikuwa ni tiketi ya kipekee kuweza kushiriki mashindano ya Olimpiki mwakani, mwaka ujao mwezi Aprili. Kwa hiyo ameanza kuvaa vile viatu ambavyo viliachwa na mwenda zake Benjamin ambaye pia ndiye aliweza alikuwa mkufunzi wa kwanza kutupeleka kwenye mashindano hayo ya Olimpiki. Akaja yule mzungu vile vile akafanya hivyo. Kwa hiyo nafikiri kuchagua kile kikosi ambacho ni kigeni na kuleta nguvu mpya kwa wachezaji wengi na kuweza kupata matokeo mazuri, manake tulitoka kule Zimbabwe bila kupigwa. Kwa hiyo na kuweza kuwapiga wale sana Afrika Kusini ambao ni wazuri sana, wametusumbua kwa wachezaji 7 kila upande. Kwa hiyo nafikiri ni matokeo mazuri na nafikiri rais angecheza vizuri zaidi ya milioni 3 bwana. Manake ukiona mchezaji unapata mkimbiaji mmoja anaposhinda anapewa milioni 5. Na hiki ni kikosi cha wachezaji wengi. Mbona wasipewe pesa nyingi? Pesa zipo, tunalipa ushuru. Yani kila mmoja tu apewe pesa yake. Lakini ukikuja ni when it come to awarding of players and the people who make us proud, do you feel like we always lean kwa wakimbizi? Do you feel like we always tuna support sana because sijui ama ni venye national anthem mchezo huko sijui, but what happens ikikuja ni awarding? What really happens? Hata wakati wa raga wa wimbo wa taifa unachezwa. Kwa hiyo nafikiri ni kuna ule michezo katika taifa hili huwa tunadhani tu ni riadha ndio mchezo. Tukizungumza hata sasa hivi ukitoka pale nje zungumzie michezo, mtu atazungumzia mbio. Tataja Eliud Kipchoge. Sasa kwamba kuna wachezaji wengine watajika ambao wanafanya vizuri. Maana kinapoangalia raga tupo kwenye ramani nzuri sana Kenya. Unapozungumzia michezo Kenya lazima utaje raga. Na nafikiri ni jambo ambalo wizara na pamoja wakereketu wa michezo waje pamoja waweze kuwasilisha masuala haya kwamba kwa pendekezo kwa wizara ya michezo, na vile vile tunajua kwamba rais ni mtu wa michezo. Kwa hiyo kuwe na usawa. Naam. Na Mose, nikiuliza about talanta hela, how do you feel like talanta hela itakuja kusaidia ama ni scam tu kama zile zingine? Ukiangalia venye wana award mtu kama Eliud Kipchoge, sijasikia amewadiwa anytime. Jules sijasikia popote amewadiwa. But ukiangalia mtu kama Kipyegon amevunja rekodi 3 na amewadiwa. Do you feel like talanta hela kuna ubaguzi? Ni kweli, sababu ukiangalia ni wanariadha tu wamepatiwa, wamekuja au wanaraga, lakini serikali itawashughulikia, watapewa. Mimi kivyangu naona talanta hela inaangalia mtu akivunja tu rekodi. Na ukiangalia kama Uganda wanapea ukishinda dhahabu, ukishinda dhahabu unatunukiwa gari na nyumba na msoto. Haya, tukiendelea kuna hii story na stadiums. Tunatengeneza Kipchoge, tunatengeneza Moi Kasarani kule, tulibida kwenda Afcon. Do you feel like hiki kitu itafanyika ama ni tu in 6 months time? Uongozi ni mpya na labda kitu ambacho tunastahili kufanya ni kusubiri kuangalia, manake tumeona serikali nyingi zimekuja hapo awali pale Nyayo. Kuna wakati ambapo iliweza kufanywa ukarabati na ilitegemea pesa nyingi sana, zaidi ya milioni 210. Hizo ni kiwango kikubwa kiwango kikubwa cha fedha. Lakini baada ya siku unapata kwamba viwanja hivyo havijaweza kufikia viwango vya FIFA. Kwa hiyo nafikiri babu ameonyesha nia. Kwa hiyo ni ule muda tu tuweze kuhakikisha kwamba banaki kuna muda kabla ya kuandaa lile kombe. Nafikiri CAF sasa baada ya mwezi mmoja utaweza kuja kuangalia wapo zile harakati za kuweza kuhakikisha kwamba hivyo viwanja vitakuwa tayari mwaka huo, mwaka 2027, kama zitakuwa tayari zimefikia kiwango ambacho kinastahili, ama kuna nia, kuna manake kuandaa kombe la Afrika si mchezo. Na
nafikiri tukiweza kuhakikisha kwamba tuna viwanja, nafikiri wenzetu Tanzania, Uganda, ukiangalia Uganda viwanja vyao vitatu sasa hivi vinakaribia kuisha. Na Kavumbi kule Uganda na Mbole zinafanya ujenzi, uwanja wa Nelson Mandela unafanya ujenzi. Kwa hiyo ni sisi tu tumebaki nyuma. Ukiangalia Tanzania, uwanja wa Benjamin Mkapa tayari umefikia viwango vya FIFA. Kwa hiyo ni sisi tu ndio tumeangusha wenzetu wa Afrika Mashariki. Na ukiangalia picha zenye zimekuwa zikitambaa mtandaoni, dufu tutafika hapo? Kivyangu mimi naona ni kama tunadanganyana. So ukiangalia juzi uga wa kitaifa wa Nyayo wameweka crusade kafanyika huko. Tumeharibu tayari. Ukiangalia nyasi yenyewe iko katika ubora, iko vibaya kabisa. Sasa tunaharibu ndio tutengeneze, ama tunafaa tuweke ile yenye ilikuwa iendelee, labda yule ambaye atakuja kuitengeneza apate kuiboresha yenye iko iko vizuri. Alafu pia ukiona washafunga Nyayo na Kasa itakuwa inatumika. Alafu pia Kenya tunaomba tushiriki au mashindano ya AFCON mwaka 2027. Kufunga Nyayo na Kasa, timu ya Kenya, timu ya taifa ya kandanda itataka wachezaji wa nyumbani. Hatuna viwanja hapa Kenya. Wachezaji wa nyumbani wataenda wakacheza huko, upate mchezaji ameumia tu. Timu ya Kenya sasa itaundwa na nani? Ukiangalia Kipkeino wamesema it's the only stadium that will be out of Nairobi County yenye itakuwa fiti. Sijui kama umeona zile picha zimekuwa zikitanaa. Mimi naangalia Talanta, inaitwa Talanta ama inaitwaje hii Sakaja alianza ujenzi. Unaangalia unasema way Emirates in the making. Do you feel like hapa ni PR tunauziwa, ama what do we need to do sisi, especially sisi kama waandishi, what do we need to do ndo to make sure that hizi vitu zimeimplementiwa? Nafikiri wito wetu mkubwa sana ni kuwajibika na kuweza kuhakikisha kwamba serikali imewajibika. Iwapo wametuahidi sharti watimize. Manake sarakasi na hizi kaya zimekuwa kwa muda mrefu. Na nafikiri muda umekwisha sasa wa kuchezeana. Kazi ifanyike, umepewa wajibu, kwa hiyo kazi yako ni kutufanyia wananchi kazi. Manake nafikiri vipaji vingi sana vinaozea huku nje. Na ukosefu wa viwanja, yani ni jambo ambalo lina kushangaza na la kutamausha sana kwamba Kenya hatuna hata uwanja mmoja ambao umefikia viwango vya FIFA. Leo sasa tuseme kwamba Harambee Starlets wanakuja kucheza mechi ya kitaifa dhidi ya Cameroon Jumanne. Hatujui wanachezea wapi. Manake wanasema kwamba tayari uwanja wa Nyayo umeweza kufungwa tayari na sawa na uwanja wa Kasarani. Kwa hiyo huenda tukaona mechi zingine zikachezewa nje ya taifa. Na ni jambo la kutamausha sana. Na do you feel like Kenya tuna appreciate sports ama imekuwa tu mchezo tu? Ni mchezo na michezo. Do you feel like Kenya tuna appreciate what we have? Hakuna. Imekuwa tu ni hadi kila siku hadi serikali hii ingia inasema tutafanya hivi, wanatoka wengine wanaingia, muda wao unakwisha, tunabaki tu huko. Hata hizo picha ambazo umeziona kwa mtandao utakuja kukumbuka baadaye walisema hivi, hawakufanya. Lakini do you feel like hizi stadiums ama Kenya, do you feel 2027 tutaweza kuhost? Sisi kiukweli tuko vibaya. Ukiangalia Uganda, wale wakaguzi wa viwanja kutoka FIFA walitembea wakasema kwa kiasi fulani Uganda wako vizuri. Sisi Kenya bado ndio tumesema tunafunga. Hakuna kitu tumefanya. Community baba amekuwa hapo for almost a year? Naam. Almost a year. Naam. How do you rate him? Size it. Nafikiri bado sana. Mimi nafikiri nikiambiwa nimpe alama ako below average. Okay, how do you rate Ababu? Kivyangu mimi uliona alitusaidia. Mwanzo akiingia tulikuwa kwa ban, tulikuwa tunacheza, akawa amesaidia. Hadi leo hii angeingia pia yeye akatulia, Harambee Stars wangecheza michao dhidi ya Cameroon. Kivyangu mimi naona ana mtihani mgumu lakini yuko vizuri. Salana akona fujo na yeye kuna wapi? Kando na hayo. Ilikuwa wapi? Ilikuwa wapi? Ni mambo ya Salana nyama ilimpita tu hapa. Ilimpita tu hapo akiendelea na nisukuma tu twende. Lakini ukimwangalia Babu ndio ana ile nia ya kuweza kuendeleza michezo. Nafikiri
ni ile serikali kuweza kumpa ule uwezo na kuweza kumpa ile support ambayo inafaa. Nafikiri serikali kuu ndio imelaza damu kila namna fulani, lakini pia mimi husema mbona tuwekwe wizara ya michezo, sport, arts and culture. Mbona tusikuwe na wizara ya michezo? Manake ukiangalia nchi nyingi sana michezo ndio kitega uchumi. Kwa hiyo mbona tusikuwe na wizara ya michezo kando na wizara nyingine? Ikuwe ni kama ni ababu wawajibishwe kuhusu michezo pekee. Manake mchezo ni ulingo mkubwa sana. Michezo ni mingi sana. Mchezo mpaka wa pool ambao umeweza kuwekwa katika idadi ya michezo humu nchini. Ndio ushughulikiwa. Vitu kama hivyo. Na kuna TV ama kuna Azam wamekuja alafu wakatoa ile habari kwa mtandao that hawako wamemaliza ku set up. Azam, do you feel, and sorry for asking this, do you feel like this scam? Mimi mpaka sasa nafikiri mimi sijaridhika, hata sijaridhika. Maana unapoangalia hata ni watu wangapi ambao wana zile televisheni za Azam, na wangapi ambao wanaweza kufuatilia mchuano ya KPL, FKF hivi sasa, iwapo ndio wanaweza kuweka michezo hiyo kwenye vyombo vyao vya habari. Ni jambo ambalo mimi nafikiri ni tupo kwenye giza. Kwa hiyo nafikiri tunahitaji mwanga. Mpaka mimi sasa hivi sijaelewa hiyo mikataba mirefu. Alafu tena unasikia yenyewe kampuni ya kuweka vitu viende hewani nasema wapo tayari. Kwa hiyo nafikiri kuna giza ambapo tunahitaji mwanga kuweza kujua ni nini kinaendelea. Amosa, ukiangalia Azam wamekuja wametuahidi dunia, they promised us heaven on earth. Alafu baadaye wamekaa chini wakafikiri hatuko tayari. Do you feel like wanatucheza? Ukiangalia Tanzania michezo yao imekuwa ikiinuka. Do you feel like Azam wamekaa chini hivyo wakaona kama si joke? Ni kama kiukweli wametucheza. So ukiangalia mkiingia kwa mkataba na mtu, mnakaa mwanzo mnaelewana, alafu ndo mnaambia watu. Katika kule kuelewana na shirikisho la mpira miguu Kenya, walielewana mwanzo, ndo katika sisi wana habari tukaenda kushuhudia kwamba wameishatia sahihi, mkataba utakuwa ni wa miaka 7. Katika kile kipindi walikuwa wanaelewana, wangekuwa wame set up kila kitu, wakisign tu, alafu ndo sisi watuite tushuhudie game ambayo ingekuwa ichezo hiyo weekend iliyokuwa ikifuata, ingekuwa hewani. Wezi niambia kuna kitu wana set up. Ni kama tumechezwa tu, ni taarifa tu, tungoje itoke kwamba Azam waliona Kenya kuna. Ukiangalia michezo yetu saizi, Kenya Premier League imerudi. Ukiangalia zenye zinachezewa they'll be empty. What happens? Nafikiri unajua kama viongozi wana mchezo, mashabiki na unaenda uwanjani kufanya nini? Timu hazijajipanga. Kwa hiyo nafikiri kama msimu uliopita tulicheza msimu mzima bila hata sponsor. Kwa hiyo nafikiri ni jambo la kuvunja moyo pia kwa mchezaji kwamba baada ya msimu hata hakuna hela zile ambazo umecheza zaidi ya mwaka mmoja. Hakuna zawadi ya kuweza kukuambia kwamba kutia motisha kwamba umefanya kazi. Sasa wewe ni bingwa wapi? Kwa hiyo nafikiri pia ni jambo ambalo linawafukuza mashabiki. Na ukiangalia mashabiki walianza kutoroka viwanjani kitambo. Kama miaka 10 iliyopita. Nakumbuka mchuano wa Gor Mahia FC Leopards, watu walikuwa wanaja uwanja. Kando na sasa. Sasa wanajaza tu upande mmoja. Na kitu ambacho kinaashiria kwamba iwapo kuna mikakati zaidi watu watakuja uwanjani. Tazama mchuano wa Harambee Stars dhidi ya Sudan Kusini. Na ilikuwa ni siku ya kazi. Watu walijitokeza kwa idadi kubwa sana. Nilishuhudia mpaka mimi sikuamini. Kwa hiyo nafikiri ni mikakati. Kama mikakati ipo, nafikiri mashabiki watarudi uwanjani. Na mashabiki wakirudi uwanjani, inamaanisha kwamba hata wale wafadhili na masponsors wataweza kurudi uwanjani. Musa, do you feel like to market michezo yetu enough? Ama what really happens is that hatuna professional football Kenya, ni marketing hatufanyi, ama tunafaa kufanya nini juu? Ukiangalia it's demoralize ama whatever that is, inatoa motisha. Inatoa motisha. Hakuna that team wanacheza wakiingia wanalipia 100 but watu wanaingia hapo ni watu wawili. What happens? Ni professional football hatuna, ni nini inaendelea? Ukiangalia unajua mashabiki, alafu kumekuwa na migogoro mingi ndani ya shirikisho.
unapata huyu anaingia akufanya kitu akatoka. Sasa ukiangalia mashabiki wanaona hata tukienda hakuna kitu ambacho kinaendelea kule, ni mchezo tu. Angalia kama ule msimu ambao ulichezwa ukao umefutiliwa mbali before tuingie ule msimu ambao umetamatika na alafu ndo tukaingia huko. Yaani wanaona tu Kenya bado ni riadha tu. Kwa soka ni tunajidanganya. Hata ukiangalia mfano mzuri, angalia mechi ile michezo ya shule za upili ilikuwa huko Kakamega. Ukiangalia watu wenye walikuwa huko na ukiangalia na ni usiku na mchana. Lakini saizi sisi waandishi na feel tuko na jukumu la kumarket, especially kama saizi zimerudi kutoka international break, NSL imerudi, utapata NSL wakicheza hata hakuna mtu anatambua anacheza. Actually people are like imerudi. So like sisi, I think sisi kama waandishi tunafaa kuwa na strategy ya sisi kama Muthingi tunaenda hii team na hii tunaiuza, because sisi kama waandishi tutakuwa na advantage na pia wao watakuwa na advantage, na wao pia kama wachezaji watakuwa na advantage ya watu watakuja kwa wingi juu kila mtu atakuwa zile za si Wambui ndio ule metameta. Nataka kuona Wambui kwa hizo harakati atalipa ile 100 akuje aone hizo games. True force ni kweli. Nafikiri jambo hilo mbona watu wanafuatilia sana EPL, maana wao wapo na wanachukulia michezo kama kitega uchumi na ni kazi. Sisi mchezo sana si Kenya. Ni kwamba ukweli. Maana unapata wachezaji hata wanakwenda zaidi ya miezi 3 bila kulipwa. Yule mtu ana familia. Utatoa wapi ile motisha kucheza mechi ukijua kwamba nyumba yako inafungwa kule nyumbani? Kwa hiyo nafikiri sisi waandishi wa habari tumeongelea michezo sana. Tunazungumzia ratiba ya FKF, tumekuwa tukizungumzia, tumekuwa tukiandika kwa mitandao, lakini jukumu kubwa lipo kwenye shirikisho. Jukumu kubwa lipo kwenye serikali. Kama wakati ambapo hatukuwa labda na televisheni ambapo inapeperusha michezo ama kandanda ya Kenya, mtu atatambua vipi? Maana watu, yani nafikiri ule mvutano ambao umekuepo kwenye shirikisho, tumeona kulifaa kuwa na uchaguzi, kuwa na uongozi mpya, kafutiliwa mbali, kumekuwa vuta ni kuvute, mara serikali imeingilia wizara ya michezo. Kwa hiyo mimi nafikiri tu wakati ambapo viongozi watakuwa na ile nia na ile ari ya kuanza kusukuma michezo, nafikiri pia michezo yenyewe pia, manake mbona watu wanakwenda mchezo raga? Niulize hilo swali. Mbona watu wanakwenda wakati ambapo shirikisho la riadha ile linaandaa mashindano pale Nyayo Stadium? Juu marketing, I think marketing pia. Nafikiri uongozi wa kila shirikisho wakiweza kuwajibika vizuri sana. Na pia kule juu nafikiri mambo yanakuwa vizuri sana, lakini mimi shirikisho la soka hivi sasa wameniangusha pakubwa sana. Right. So marekeli dada ukoro ukinegereria bitika cia National Super League ariyo bitika ya kerine ne uko bururi-ini tukoro tukiona uria maundu maukoro magikara weekend no garagano ici cigucokereria kiumia gia kana gucokereria kiumia gia 2023 2024 udirikane ahotani eri a garagano ici niyo Shabana na team ya Murang'a Seals ni marakorwo magithie garagano-ini cia Kenya Premier League. NSL inarudi weekend. Najua familia how these things have been doing. Rainbow wamekuja, walikuwa Division 1. Aya, Modern Coast Rangers wanakutana na Gusii. Ukiangalia Rangers wamekuwa kufanya fiti, unafeel kama nani atafanya ile kitu hapa? Nafikiri ni ngumu siku hizi kutabiri mechi za Kenya. Kama kuna kitu, maana unapoangalia unaangalia mechi zingine unapata hata wafungani, unapata sare, unashangaa ni nini kinaendelea hapa. Lakini nafikiri hapa timu zote mbili ukiangalia pia Gusii sio baya vile. Lakini Modern Coast wamekuwa pale kwenye nini sana kwenye NSL, kwa hiyo wamekaa sana. Nafikiri ushindi unawapa mkono japo kidogo. Na do feel ni kama wamenini, do feel like ni kama wamekaa tu wako tu. Unajua pia unapata kama ligi ya NSL, unapata kama ligi ya kinadada, mkataba ule wako kwenye FKFPL ile ya wanaume pekee, wakafutilia mbali ya kinadada. NSL haikuangaziwa. Kwa hiyo nafikiri unaona tu bado kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuangazia hapa. Ndio maana hata wachezaji kujituma inakuwa ngumu. Kajedo Mose, Modern Coast Rangers na Gusii
wamebobea, wamekaa, wametulia, wamelaza damu. Solana keeps saying wamelaza damu. Do you feel like wamekataa kumove ama what is happening? Labda wanapenda sana hiyo ligi ya NSL. Ingekuwa hawaipendi wangekuwa wameitoka kapanda kushiriki ligi kuu. Alafu kiangalia hapa Gusi msimu jana wa NSL, huo msimu ambao Murang'a Seed na Shabana walipanda, walikuwa wanapambania pia wao kupanda. 90% hivi ndio wapatia Gusi watashinda. Sema ni timu ya nyumbani. Timu ya nyumbani. Tore Bobe. What baada Tore Bobe inamaanisha nini? Tuko vibaya. Mwaka vibaya wapi? Ulisikia wapi? Haya, Kajiado na MCF, Kajiado pia wamekuwa wako tu, MCF pia wamekuwa wako tu. Na Super League imekuwa ndo kama UEFA. Hii NSL imekuwa ni kama UEFA. Sasa Kajiado na MCF, unaona nani atakuwa anafanya vizuri? Wataendelea na ule ubabe watawashinda. Sababu lakini moja huko Migori hawakuenda, wasifanya hivyo tena wale washiriki. Nafikiri nani atatoa Bobe? Hapa mimi naona sare. Hizi timu mbili zinaka pia uwezo wao na wapo tu yani nguvu sawa. Wametulia tu. Aya, Asad na Rainbow wamekuja juzi, watakuja na ile ukalia Murang'a Seals ama wametulia tu? Ukiangalia Rainbow ndio wamekuja game ya kwanza kwa wamefunga Darajani Gogo kwa 1-0 kule Kasarani Annex. Ni damu mpya imekuja, wako vizuri, wako moto na wapatie ushindi. Unaona kana nani? Azad wamekuwa kwenye muda. Kwa hiyo nafikiri Rainbow itakuwa ni kibarua kingine iwapo ile ushindi wa kwanza ambao walipata weekend iliyopita ilikuwa ni kubahatisha ama ilikuwa ni ushindi ambao ulikuwa umepigania. Ngogo si timu chache, ni timu kubwa sana hiyo kwenye NSL. Hiyo goli 1-0 ilikuwa ushindi mkubwa sana imewapa. Mimi natarajia kwamba ni mchuano mimi nitauangalia na nitaufuatilia zaidi. Siwezi nikatoa ubashi. Darajani Gogo napatana na Coast. Ile Darajani ni wakule Mombasani? Darajani Gogo ni wa Kibra. Ni wa Kibra. Ukiangalia Darajani Gogo mechi yao dhidi ya Rainbow, kiukweli Rainbow walikuwa na bahati. Ukiangalia katika kule kushambulia Darajani Gogo, Kenya kiliwakosea ni kule kutolenga shabaha kwa bao. Iwapo kocha wao amewafanyia kule kufanya mazoezi wiki yote ikaisha, kwa wanalenga shabaha watawashinda Coast Stima. Lakini ukiangalia Coast Stima wako na watu wako na ujuzi. Najua pia ndio wanasomana, alafu unajua hii ligi kuu ya hii ligi ya NSL inakuwa ni ligi ya ushindani mkubwa, sababu unajua ukimaliza namba 1 na ya pili unapata ile tiketi ya kupanda kushiriki ligi kuu taifa Kenya FKFPL. Alafu hizi mechi za mapema ndio unaokota harama ukienda. Unachoka. Inakuwa imefungana, mnakuwa kama mnawachilia. Kumbe unajua hiyo. Asante sana. Thank you very much. Silbot tunakutana na Kibera Black Stars. Kibera wanatisha msimu jana walifanya vizuri. Ukiangalia Silbot pia ni wazuri pia. Ni timu ambazo nafikiri najua ni mwanzo msimu. Kwa hiyo ngumu sana ujue timu imejipanga vipi wakati ambapo kulikuwa na ule mapumziko ya muda mrefu kabla mwanzo wa msimu, lakini mimi nawapa mkono Kibera Black Stars. Alright. Na yake garaga noshe yone shigo shokereire ikana ni shigo shokerera weekend eno one thutha washia gukorwo ithiete kahinda gakomoka kana niyo etagwo international break. Na tukorwo tukiamukira uria garaga noshi gukorwo shigeikara batoto bombinya Tusker FC mautogana na timu ya Muhoroni Youths. Hapa wana Tusker hapa tunasema tulewe kulewa. Tusker Kiangalia Tusker weekend ya Buhungu 2-1 na Kakamega Homeboys. Kivyangu mimi naona Muhoroni Youth watakuwa na mlima mkubwa sana. Matano atakuwa anawachilia ya pili mfululizo. Namwambia Matano kwamba wakishindwa Tusker akuja afanye interview na wanahabari. Asitume msaidizi wake. Ametuma nani? Uko na ubaya ni nini? Juzi baada ya kupigwa na Kakamega Homeboys kufanya mahojiano na wanahabari. Kwa hiyo lakini pia wewe unajua Matano ukimwangalia yule mtu ni mpira kwa roho. Matano ameweka Tusker kwa roho.
Ukimwangalia hata venye alikuwa anaongea baada ya kushindwa Premier League, alikuwa na ile uchungu, akasema sasa si focus na Premier League tena, na focus na Mazat Beta. Ukaangalia hiyo ilionyeshana that amebeba Tusker kwa roho. Bidco United watakuwa kikutana na Talanta. Bidco wamekuwa kufanya vizuri, Talanta pia wamekuwa kufanya, lakini unaona vizuri Murangasel. Talanta ukawa tia break kidogo. Kwa Talanta mimi naona sare ya kutofungana. Nakumbuke Talanta walitaka Shabana. Walitoka sare ya kufungana 1-1. Wakawa wamepiga timu ya kwenyu Murangasel. Wamepiga Murangasel Talanta. Alright. Unaona nani atachukua Salana? Pia mimi naona sare hapa. Maana ukiangalia hizi timu mbili uwezi kusema hawajaanza vibaya vile. Ushana nguvu ni timu za hapo katikati ya jedwali. Kwa hiyo nafikiri ule mvutano ni kushambuliana, kusomana mechi hapo, alafu mwisho wa siku na nimekuambia kwamba mechi nyingi za Kenya na NSL ni sare. Ni sare. Haya, wageni kwa hii ligi Shabana watakuwa na watoto wa Kariobangi Shabana. Kiukweli Tore Bobe ligi ni kama kiukweli tunasuasua. Ukiangalia hatujapata ushindi tangia na tuliwaona. Tumetoka sare mara 2, tukapigwa game moja kama sijasahau. Shabana dhidi ya Kariobangi. Ukiangalia Kariobangi Sharks iko chini ya William Muruya kama sijakosea, kocha mkuu. Ni kocha ambaye sasa hivi ameunda kikosi ambacho kiukweli kinashindania. Ukiangalia ukatoka sare na Polisi, wakawa game ya kwanza kabisa na Polisi ndio walitoka sare. Naona Shabana mtensame kidogo, ni timu ya nyumbani Tore Bobe, lakini Kariobangi wako vizuri zaidi ya Shabana. Tuliwaona. Salana, najua sasa wewe hapo utakuwa tu honest. Tukua tu honest. Shabana na Kariobangi. Kama nyumbani ameona kama nyumbani. Mimi ni nani nikisema kwamba wanaweza. Lazima watashinda. Lakini ndio ni timu ambayo labda Shabana ndio si rahisi sana. Ndio wanajaribu, si rahisi, lakini hapa Kariobangi Sharks sioni kivyovyote vile wakiweza alama. Kwa mbaya sana kwa Kariobangi Sharks ni sare, kiwa mbaya sana. Maana tumeona Shabana wamesajili sare 2 wakapigwa mchono mmoja. Naam. Lakini Shabana do feel ni kama tinyo wanataka kwa hiyo ligi. Nafikiri ni ngumu na pia unapata kwamba wachezaji wengi ambao wanaicheza ile Shabana wana ile tajriba kucheza ligi kuu. Wenye tajriba wamekuwa. Kwa hiyo na kule kusafiri sana labda ndio inawaumiza. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunasubiri kuona hiyo hapo, lakini watakuwa nyumbani mchono huo Raila Odinga kule Wambui. Kwa hiyo nafikiri wakipata sare itakuwa nafuu sana kwao. Na Kariobangi Sharks William Muruya sioni akiachilia kivyovyote vile. Sioni pia akiachilia. Haya. Isho ni garagano ya Kenya Premier League. Kana ukoro tukirora uri abeteka wiki. Shigokoro shigaikara kwa ihinda riri. Twambe turore shigie UEFA Champions League. Kuri mithako. Tukirora Ai kuriro magiikara na riu he handu tukorwo tukihitaniria no wega tukorwo tukiaria tuiguithanirie na maikoro makiona na mutako mkiona timu yanyu haha mutekoro mukimaka UEFA kafanywa ile kitu kachezwa. Haya, hii tunaficha hii walete tu kitambao weke tu hivi sionekane. Wakada ko sare Bayo hii ni ukiangalia timu gani? Ni timu gani? Pale Galatasaray, FC Copenhagen wapo kundi moja kati na Manchester United na Bayern Munich. Niliona mchuano wa FC Copenhagen na Galatasaray. Copenhagen walikafunga magoli 2-0. Kutoka nyuma na wakaweza. Nafikiri hizi timu mbili hapa sioni wakiponea hapo kwenye vijana. Mimi kiukweli naona Galatasaray kama wataponea sambamba na Bayern Munich.
Aya, Real Madrid wakapatana pale na Union Berlin. Real wakafanya ile kiru kama kawaida. Ukiangalia Real Madrid hivi sasa ni timu ambayo kando na kinyume na matarajio ya wengi, walitarajia kwamba Madrid watakuwa na ule uzito kaza kupitia Jude Bellingham ishie sare mchuano huu, na tumeona Jude Bellingham akitokea sana mechi nyingi na kuwapa Real Madrid ushindi. Kwa hiyo nafikiri Real Madrid hivi sasa, iwapo Carlo Ancelotti atabadilisha mtindo, hapo itakuwa ngumu na uwezo kupita makundi. Real wataponea, but of course, but wataponea. Huyo mchezo leonaje? Ni bahati yao ilikuwa ikakataa dakika za mwisho sababu ukiangalia mchezo ulipoanza walikuwa vizuri hadi ulikuwa unaangalia kwamba hii ni ile Real ambao watu wameizoea, hadi kuna watu wengine wakakasha outbet ikaungua, lakini mwisho ikaingia 1-0. Sasa Union Berlin kiukweli mechi yao ya pili. Hai. Akawachapa 4 to the Gunners. Waliwachapa 4-0 PSV. Si kale katimu, ukiangalia ni ligi ya mabingwa Ulaya, klabu ya mabingwa Ulaya. Wote ni mabingwa hao. Ukiingia kwenye ligi ambao wanashiriki walimaliza ndani ya nafasi 4 bora. Bingwa sababu yeyote so Arsenal kucheza na PSV alafu na kuishinda mabao 4-0 inaonyesha kwamba Arsenal wako juu. Hata ukiangalia msimu ambao uliisha kwa mwisho, lakini Arsenal wako na kikosi kizuri na kocha mzuri. Ushindi ulikuwa na wastahili kwenda kwao. So season yao. Season yao. Champions League huwezi kusema ni yao ila msimu ule wa ligi kuu ya EPL. Basi hao pia Arsenal pia watafanya tu kama last season, wataachilia zote wa focus na EPL. Kama kiukweli mambo mawili, ukiona la pili tukiona haswa kidogo tuko vizuri EPL. Lakini nini ile happen EPL msimu jana? Hayo ni mambo yaliyopita. Tuingie mchezo wa pili, Bayern Munich Manchester United. Atumalizi kwanza Arsenal na PSV. Arsenal ukiangalia hii timu kidogo waliyumba like but wako kidogo wako forma, like fatigue will catch up. Is coming, fatigue will catch up. Uliona aje vijana? Arsenal walikuwa nyumbani na ilikuwa dhidi ya PSV Eindhoven. Kisha ni baada ya muda mrefu sana, mwaka wa mwisho wamekuwa kombe la klabu bingwa ilikuwa mwaka 2016. Mkufunzi wao alikuwa nahodha wa timu hiyo wakati huo. Kwa hiyo nafikiri na pia wana kikosi kizuri, wanachotuambiza ni ukweli. La pia ukiangalia wachezaji wengi pale Arsenal wana tajriba. Na ni msimu sasa labda kuingia kwenye na kuweza kuwania UEFA, lakini ingawa wana historia nzuri sana ikija ni klabu ya hii mchuano wa klabu bingwa. Kwa hiyo ushindi labda utawapa motisha kidogo. Ukiangalia kundi ambalo wapo ni kundi nyepesi sana kwa Arsenal. Kweli. Wakachapa United 4-3, lakini hapa ilikuwa ina United wameshinda. Bao la kwanza Solana, asante sana. Solana alikuwa ananitetesha ni kama mimi ndo nilikuwa Onana. Ile wakati walikuwa tunafunga Onana. Lakini kipindi cha pili United tukubaliane, United walicheza vizuri sana. Wangekuwa menzi hivyo kipindi cha kwanza, United wangeshinda. Kumbe Bayern si wakali. Hii mechi uliona je Solana? Nafikiri Manchester United tatizo lao nimekuja kusoma msimu huu. Wanacheza vizuri hadi wakifungwa sababu zao zinaharibika. Ni kulicheza vizuri sana kabla wafu, ambapo walifungwa ni kama mambo yakakuwa tofauti sana. Na nafikiri hilo bao ambalo walipigwa ni bao nyepesi sana. Lakini ni mambo ambayo yanatokea katika mpira wa kwenda Allianz Arena, kuwa na majeruhi na
matatizo ambapo wana kwingi sana. Kuna wachezaji kadhaa, kulikuwa na madai kwamba kuna wachezaji ambao hawakuwa wamesikizana sana kwenye dressing room kabla na kuweza kupata magoli matatu. Walianza Rena si lela mama, ni kazi ngumu sana. Na Manchester United walijaribu sana, isipokuwa labda penalty. Wengi waliongea penalty kwamba ilikuwa nyepesi lakini ni hayo mambo ya soka hayo. Lakini nafikiri Manchester United walijaribu sana kwa Bayern Munich. Matokeo sio mabaya sana, wajipange sasa. Naam, watawacha tu uoga. Wacha tu uoga. Hii mechi ilikuwa yao. Ukiangalia hata kama Onana aliwachilia sana, pia Manchester mjaribu kushambulia. Ni vile tu ilikataa. Ukiangalia Onana aliomba ruhusa aongee na wanahabari. Do you feel like hiyo kitu la baadaye? Mimi kwanza ukilinganisha na De Gea nafikiri ni usiku na mchana. Manchester ilifanya kosa kubwa sana kumwachilia yule De Gea msimu jana. Licha ya Manchester United kumaliza nafasi ya 3, alikuwa yani Manchester United ndio iliweka zile clean sheet nyingi zaidi. Kwa hiyo kumaanisha kwamba safu ya ulinzi na ulinda lango ilikuwa nzuri, au kuwa na haja ya kurekebisha pale. Tatizo lilikuwa kule kwa kushambulia. Na nafikiri hapo hesabu zile mkanganya Ten Hag. Kwa hiyo mimi nafikiri na unafikiria like Onana bado akili yake bado haijahit ako Champions League, ako EPL. Ukiangalia mchezo mwenye anacheza kutoka nafikiri bado ako AFCON. Nafikiri pia itahitaji muda wapo wataweza kuhitaji maana ukiangalia msimu jana na kiwa kule Inter Milan, ulinzi wa Bayern wa Inter Milan na ulinda lango wao ulikuwa na clean sheet nyingi zaidi pia. Ukiangalia wale wachezaji ambao pamoja na wakafika finali ya kombe la klabu bingwa msimu jana na wakafungwa goli moja na Manchester City. Inamaanisha pia kwa Onana ni goalkeeper mzuri, lakini anahitaji muda, anahitaji safu ya ulinzi ambayo ni nzito zaidi ya sasa ya Manchester United. Mose, Bayern that Pigangwe before Fimbi au Pigangwe. Do you feel like this season itachukuliwa ama bado itabaki? Ukiangalia venye wanacheza saizi Bayern kiukweli wako chini. Ingekuwa ni ile Bayern ya kitambo, hapo tungekuwa ni 8-0. Lakini sasa wako vibaya. Kile ambacho mimi najaribu kuona, uko na bahati sana mechi ya Arsenal na Bayern. You're very lucky. Ndio ilipita, tunaongelea kile ambacho kimefanyika kwa sasa. Haya matokeo ambayo yako kwenye lakini hutaki kukumbuka zile saba. Jumla ile ndo najaribu kusema kwamba ingekuwa ni ile Bayern ya kitambo, ingekuwa ni ile Bayern ya kitambo, unasikia tu Bayern unaogopa. Hata Manchester angepata mabao matatu yenye alipata. Mwambie angalie msimu wa 2014 mambo yaliyopita, mtazamaji. Lakini ni sawa. Benfica walipatana na Salzburg Salzburg. Sikuwa expect kichapo Benfica. Hata mimi ni timu ambazo zilicheza kwamba wangepoteza mchuano. Kila mchuano kuna zile surprises. Kuna zile timu ambazo zinakuja zinashangaza watu. Na nafikiri msimu huu huenda ikakuwa ni Red Bull Salzburg ambayo itakuwa hivyo. Kwa hiyo mimi sikutarajia wa Salzburg dhidi ya Benfica. Lakini kwamba Benfica walikuwa nyumbani, kwa hiyo kutaka kushinda zile michuano ambazo zimebaki ili kufuzu kwenye hatua ya 16. Harakisha muda unatupeleka mbio. City pia walishinda mechi yao. Do you feel like whatever they did last season watafanya hii season ama kuna kauzito fulani? Nafikiri mkufunzi Pep Guardiola mimi nilishamweka sasa kwenye zile viwango vya akina Alex Ferguson. Nafikiri wamefanya kila kitu. Na
ilikuwa rahisi sana. Ingawa hili timu iliweza kupata ushindi kwanza wa bao moja kwa sifuri. Wengi wakasema labda itakuwa ni Man City kupoteza mchuano wao kwanza. Lakini tuliona wamerejea. Ukiangalia pia kwa ligi juzi dhidi ya West Ham waliweza kufungwa na wakarejea na wakapata ushindi. Kwa hiyo nafikiri ni wakufunzi wa kuangaliwa sana. Si msimu huu tu, ni kuangalia kila wakati. Wapo Pep Guardiola anafunza timu yote ambayo mnashiriki ligi moja, ni mkufunzi wa kuangaliwa sana. Musa, PSG waliingia uwanjani bila Messi, bila Neymar, na wakawatandika mbele. Bado Kylian Mbappe, unajua walikuwa wamemtenga, walikuwa wataka wamfanyie ule usajili aende Al Nassr huko Saudia. Ikawa kwamba wameona hawezi fanya pasi na yeye, ikawa wamemchomwisha kwenye kikosi. Na huu ushindi yeye ndiye seme iwapo Mbappe ilienda hadi mwisho wa Bayern wamechukua, lakini Borussia kidogo ule kiungo wao alienda Real Madrid, Bellingham, wanamkosa sana. Aya, murakiri wako tukoro tokea mukira betekashia English Premier League akwona shione yeshokera nigo kuri ndo wago die akahidaga ko mukato ndona matha ni matsengeretia muno tutigo ko tukirora ciothe ikuru githako weekend eno English Premier League ici ni beteka cia muthenya wa umuthi. City wanapatana na Nottingham hawaja City size sijui ni kupolish wamepolish ama iko aje. Ukiangalia City Nottingham, wengi walisema sana Manchester City itakuwa na wakati mgumu kumpoteza yule Kevin De Bruyne. Na niliwaambia hata msimu jana Man City kuna wakati ambapo walimpoteza huyu KDB na wakaweza kupata tu ushindi bado. Maana yake yule mkufunzi wao mimi nafikiri ni mwalimu zaidi ya mwalimu. Angalia Nottingham Forest ni baadhi ya timu ambazo zilipiga sajili nzuri wakati wa dirisha la uhamisho. Na ukiangalia wachezaji kama Elanga na wengineo pale mbele, wachezaji ambao wanacheza vizuri sana, walisumbua Man United, walisumbua Arsenal au Nottingham Forest. Kwa hiyo ni timu nzuri sana. Nini Mose? Lakini kama kawaida. Umeona mwanzo ya kuangalia. Tulitumbuliwa lini? Aya, Mose, ukiangalia City Nottingham unangoja nani ama unatabiri nani atashinda? Hapo tu kiukweli ni Manchester City. Tusiandikie mate, tuandikie wino. Labda City tu wanachukua. Hizo wanapatana na Fulham. Ni kali. Crystal Palace watapatana na Fulham. Ukiangalia Crystal Palace hajakuwa na ule kocha wao kwa muda na anarejea. Alafu ukiangalia Fulham pia ni baadhi ya timu ambazo pia zinacheza vizuri. Walisumbua Arsenal. Sare ya kipekee ambayo Arsenal wamesajili ni kwa dhidi ya hii Fulham ambao ni timu nzuri. Ukiangalia Will pia waliweza kupoteza wachezaji wazuri sana, mshambuliaji wao Mitrovic. Kwa hiyo ni mechi nzuri sana na huenda kama si Fulham ni sare basi. Naam. Aya, Mose, hapo mimi nasimama na Crystal Palace. Sababu ukiangalia wanasuasua na kocha anajaribu kuwafanya wawe katika ubora wao. Alafu ukiangalia Fulham ni wale wanakaa katika Crystal Palace. Aya, wageni kwenye hii ligi Luton Town wanapatana na Wolves. Ukiangalia Wolves pia wamekuwa wako vizuri, wako vibaya. Wako vizuri, wako vibaya. Luton wataamka kama hivi neno wote ni wafamaji wote wawili. Ukiangalia Wolverhampton ni timu ambayo wamepoteza sana wachezaji wazuri. Ukiangalia ule kiungo wao mzuri Ruben Neves aliweza kuondoka, na ukiangalia jinsi ambavyo wanacheza unaona yenyewe kuna kitu ambacho wanakosa tu. Si Wolverhampton ambao wale ambao walikuwa wanasumbua Manchester. Unaangalia vile Luton Town ndo wageni sana kwenye ligi hii, na ukiangalia sana hawajaweza kuandikisha matokeo mazuri. Mimi hawajaniridhisha. Mimi nafikiri watarudi tu kule. Lakini kwenye tu walitoka. Naam, lakini naona leo ushindi Wolverhampton watapata ushindi. Wale Manyuki watapatana na Everton. Everton ukiangalia wako vibaya. Brentford ni timu ambayo inataka kuonyesha hii ligi tunaweza si kuchukua kombe ila tunaweza kukaa na tukasumbua. Mimi nitatembea na Brentford. Unatembea na
wamekuwa kisuasua sana waliponea msimu jana ule mkufunzi Shondai ambao huwa anaokoa sana timu kuto shushu daraja aliweza kufanya ile miujiza tena. Kwa hiyo nafikiri na hivi sasa uwanja wao unakarabatiwa. Wana kiungo safia wakati ni imara sana. Ukiangalia ule Unana, ukiangalia wachezaji wazuri sana kwenye kiungo cha kati. Baadhi ya timu ambazo zinacheza, ukiangalia ule Mbeumo ni mchezaji mzuri sana, lakini kweli usema Brentford watapata ushindi. Haya, mechi kubwa. Burnley wanakutana Erik ten Hag Manchester ya Champions League. Kwa mtazamo wako unaonekana yatachukua hiki? Si machungu ya Champions League peke yake. Ukiangalia weekend jana ilikuwa Brighton ile iliweza kuwapiga Manchester. Alafu pia ukiangalia wanapiga na Burnley. Ndio ni timu ambazo zimekuwa zinasumbua sana. Kivyangu mimi Arsenal nitakuwa natembea na Burnley. Unapoangalia kidogo tu anatembea nao juu yeye heri ya support team, heri ya support hata ile uwanja inacheza na Manchester, lakini ni sawa, tutakuwa tuko tu hapa sisi. Hii ni town. Tuendelee salama. Unapoangalia ndio Central Park kufanya vizuri, lakini unapoangalia wamekuwa kisuasua sana Burnley. Lakini Manchester United mengi sana wana matatizo nyingi sana, kwa hiyo lakini sifikiri kwamba wataweza kupoteza mchuano wa 4 mfululizo. Ingawa kwa ugenini na baadhi ya wachezaji wameanza kurejea, na nafikiri kufunga kule magoli 3 kule dhidi ya Bayern Munich itakuwa inawapa motisha licha ya kwamba wamepoteza. Kwa hiyo mimi nakwenda na Manchester United, na iwapo watapigwa tena mchuano mwingine wa 4 itakuwa basi ni kumuliko sasa kwa mkufunzi Erik ten Hag ya Manchester sasa. Sina sarakasi. Sasa nataka tumalizie. Tuko tuna dakika 2. Sadi. Nataka tumalizie alafu tufunge show. Kamera ni yako pale. Neno la mwisho kwa mtazamaji wa metameta. Kila timu ishinde mwisho wa msimu, tukawa kwamba ndio tuingie top 4, kila mtu ashinde mechi zake. Tushikie? Tunashikiwa what? Anyway. Nashukuru kwa nafikiri imekuwa raha sana kufanya kipindi na wewe kwa mara ya kwanza, na nafikiri kama vile ambavyo tumesema waziri wengine waweze kuwajibika. Mimi sitaongea sana kuhusu ya ugai ni hapo nyumbani anatuhusu sana. Ukiangalia Starlets wanacheza wiki ijayo Jumanne. Kwa hiyo nafikiri mashabiki tuwape ule uwezo ile support ambayo na babu uwanja tunaangalia na tunahitaji mwaka 2027. Usipofanya vile ambavyo tumeona kwenye majerida ni sisi na wewe. Ashio ni adeki mohoro Mathako ni nani ajitukiria goro githoma comments igire ithatu ira mwikoro mukiandika oro wigie tuma nayo na ngobia na mundu gwitwo Chelsea akuja kwa show Manchester United tuone hiyo battle. Wewe unataka tupoteze kazi because watu wa Chelsea tutalimana vibaya sana. John Peace gathashia mwanya kiro kiwando ati urauga once we have a stable leadership mambo itakuwa sawa. Murugi Job urauga kwenye swala la talanta hela na rifikiri kwamba ule mpango ulinuia kuzikuza talanta hadi mashinani, lakini tunavyoona ni tofauti. Na kama shege araikoro kiuga tuna matumaini zitajengwa, maana KDF wanachukua usukani. Hao tunaweza waaminia. Aikoro kiuga horo wegie bila rokuwa na tinio mara iru makinegerwo horo wegie iharo shia aro iria ikihudhika guthakirwo betika cia AFCON 2027. Mudogo to buda wa mai gathashia mwanyara ikorokirira kuma mwena wa Elbagon mutuganige na kum anake mudogo to kariokino akorwo kiuga oro wegie the sports ministry is well funded, we need at least one great stadium as a country. Na ni I agree with you 100%. Okoro washoka kwa these men give a great passion and ability kazi kuntum na kama msenego ona ikoro kiuga orerera kuma mwena wa Kagira mwira kia Mwangi goko ni mwena wa Gatondo
South ni juga ni gatho muno niwe wabaniriye na ithuĩ show muthenya wa omothe muthenya wa juma gatho cia mwanya na gwikarania na ni neruma so metameta cia mathako maraikorwo maginikirira hau atucemanie juma yukite no wona cianda wega thaa imwe ni gukorwo gigutwara bururi ni gukorwo gikuriungia county-ini ciothe 47 nigetha ngumenyithie uria maundu ma gukorwo magikara kana uria andikitwo mohoro magitumathira nginyagia juma yokete ajuge Ngai wa moyo akwende akuige na akurathime na itanathie gatho cia mwanya muno akuri mwerekeri wakwa mundu gwitwo macho mundu gwitwo Ben ni muhuri wa bica mena mundu gwitwo Oscar niwe kana hihi no kindeithagiriria maundu ma mathako nie agetka Wambui Njau na turia turekaragia kana uria tukoragwo tukirekereria metameta cia mathako hatuongei na ma ex